أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحابته الأخيار المنتجبين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ndugu yangu mtazamaji na mfuatiliaji wa Abjad Academy TV popote pale ulipo, leo ni siku ya tatu. Tumekuja kuelezea kipengele cha tatu cha mada yetu inayosema kwa nini dua zetu hatujibiwi. Katika kipengele hicho cha kwanza tuligusia kuhusu elimu ya uombaji wa dua. Kwa kuwa watu wengi wamekosa elimu ya uombaji wa dua, kwa hiyo wanapoomba dua zao zinakuwa hazikubaliki kwa sababu hazijatimiza shuruti za kuomba dua. Kwa hiyo wanatafuta vitu mbadala ambavyo vitaweza kuwarahisishia njia za uombaji wa dua, na vitu hivyo vinatokana na ubunifu wao wenyewe. Kwa hiyo wapo kwenye makosa na wanazidi kutokomea kwenye makosa. Lakini kipengele nambari 2 tuligusia kuhusu nyakati ambazo mtu akiomba katika nyakati hizo hakuna sababu ya kusababisha dua hiyo isipokelewe, hakuna. Leo kipengele hichi cha tatu tutagusa kifungo kikubwa ambacho hicho kinamfanya muombaji dua yake isikubalike, hata kama itakuwa zile shuruti ambazo tulizielezea zitakuwa zimekamilika. Kikikosekana kitu hichi, basi ujue dua hiyo haiwezi kwenda popote. Umeomba katika wakati ambao wakati huo Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ameuelezea kwamba dua haina sababu ya kutopokelewa. Umepata elimu alhamdulillah ambayo imeonyesha kwamba kupitia elimu hiyo dua inakuwa imetimiza shuruti zake, lakini leo nakuelezea kifungo kikubwa ambacho hicho kinasababisha dua zetu zisikubalike. Na unaweza ukafanya vitu kadha wa kadha, lakini vitu hivyo pia visiende mbele kwa sababu ya kitu hicho. Hapo ndugu yangu, utaenda kuwatafuta waganga, utapewa majivu, chumvi, ndulele, utumie, ukoge, utapewa kadha wa kadha, utachanjwa mwili ili tu mambo yako ukinyanyua mikono yaweze kwenda, lakini itakuwa ni kazi bure. Ni kitu gani hicho? Kitu hichi yeyote ambaye amekifanya anaishi katika laana ya Mwenyezi Mungu, laana ambayo inamkosesha baraka ya umri katika uso wa dunia, laana ambayo inazuia dua zisipokelewe, laana ambayo inasababisha pia umri wake upungue. Na si jambo jingine, ni kukata udugu. Kukata udugu kupo kwa namna mbili. Kuna namna ambayo mtu yeye mwenyewe anatamka kwamba mimi kutoka leo tusijuane, akiwaambia ndugu zake hivyo, kama ni baba yake, mama yake, ndugu zake wa kuzaliwa au jamaa zake, anawakata kinyume na sheria. Na kuna namna ambayo mtu anawasusa kimoyomoyo, yeye mwenyewe anaamua kukaa kimya, asiwasalimie wala asishirikiane nao bila kutamka kwa ulimi. Hapo pia itakuwa amewakata. Sasa katika maafa makubwa ya kukata udugu, mojawapo ni dhihabu barakatil umri wa barakatir rizq. Kwanza ni kuondoka baraka ya umri wako, lakini pia kuondoka baraka ya riziki yako. Sasa hapo unaanza kusema mbona kila nilifanyalo haliwi, mbona misukosuko imekuwa mingi, mbona mitihani imekuwa mingi. Kumbe tu ni kwa sababu umewakata ndugu zako, kumbe tu ni kwa sababu umemkata mzazi wako, kumbe tu ni kwa sababu umewakata jamaa zako. Ile laana ya kukata undugu inakupata
na inakwenda kuathiri mpaka sehemu ya riziki yako, na yale mambo ambayo unayaendea mbio inashuka inaathiri mule. Hadithi iliyopokelewa na Abu Huraira radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi. Bwana Mtume anasema man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa lahu fi atharihi falyasil rahimahu. Bwana Mtume anasema yeyote anayetaka akunjuliwe riziki yake, apate riziki iliyokuwa nyepesi na panafu, na yeyote ambaye anayetaka abarikiwe katika umri wake, falyasil rahimahu, basi anatakiwa auunge udugu wake. Badala ya kukata udugu wake, aende akauunge udugu wake. Si unataka riziki nyepesi? Si unataka baraka katika mambo yako? Basi nenda kaunge ndugu zako. Inatakiwa hasa mtu akitaka kuomba dua, kila ambaye amefarakana naye anatakiwa aende akasuluhishe. Nenda kasuluhishe mifarakano, alafu kakae sasa muombe Mwenyezi Mungu, hata uone Mwenyezi Mungu asikupe. Lakini huyo Mwenyezi Mungu anakupaje wakati wewe mifarakano unaishadidia? Unajitia katika vifungo vya laana wewe mwenyewe, alafu unatafuta mtu wa pembeni ambaye kasababisha laana hizo. Unatafuta sababu zisizoingia akilini. Kumbe tatizo ni wewe mwenyewe. Nenda kasuluhishe ambao umekosana nao, alafu kita magoti muombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika majambo yako, hata uone Mwenyezi Mungu asikuitikie. Lakini athari nyingine ya pili mbaya inayotokana na kukata udugu, alhirmanu min du'ai alaqarib wa birrihim wa min du'ai nafsihi. Ukiukata udugu, maafa mengine utakayoyapata, athari mbaya ambayo utaipata, utakosa dua za watu wako wa karibu. Sisi peke yetu hatutoshi tu, ni lazima pia tupate na ndugu zetu watuombee dua. Ukiwa karibu na mzee wako, mzazi wako, atakuwa anakuombea dua. Ukiwa karibu na ndugu zako, watakuombea dua. Ukiwa karibu na jamaa zako, watakuwa wanakuombea dua. Ukiwa karibu na majirani zako, watakuwa wanakuombea dua. Kwa ule ukaribu tu wa kuwa nao, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatia nuru kwenye kitendo hicho cha kujikurubisha nao. Kwa hiyo alhirmanu min du'ail aqarib, mtu ambaye ameukata udugu wake anakosa dua za watu wake wa karibu, Mwenyezi Mungu anamnyima. Anaokosa wema wa watu wake, na yeye mwenyewe vile vile pia ananyimwa kukubalika kwa dua yake. Amirul Mu'minin Ali bin Abi Talib karramallahu wajha anasema, silatur rahimi tunmil a'mara wa tuzakkil a'mal wa tadfa'ul balwa. Sio swala la kupuuza hili. Swala la kuunga udugu si swala la kupuuza. Sahaba huyu mtukufu wa Bwana Mtume haelezei isipokuwa alichokisikia kwa Bwana Mtume, haelezei isipokuwa alichokipata kutoka kwa Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Anasema silatur rahim, kuunga udugu, tunmil a'mara, kunaongeza umri, kunatia baraka kwenye umri, watuzakil a'mala, na kuna takasa matendo. Kuomba dua ni ibada. Ukiwa umeunga udugu wako vizuri, ibada yako inatakasika ya uombaji, hakuna sababu ya kutojibiwa. Watadfa'ul balwa, lakini tu kuunga udugu peke yake kunaondoa mabalaa, kunaondoa matatizo, kunaondoa shida.
Kwa usijione kila siku unaomba dua alafu haikubaliki, kumbe kuna ndugu umewakata, kumbe kuna majamaa umewakata, alafu watafuta kifungo kinachosababisha kwa nini maombi yako hayakubaliki, kwa nini mitihani inakuandama, kwa nini kila unachokifanya hakiendi. Kumbe ni kwa sababu kuna ndugu umewakata. Sasa kuunga udugu kunatia baraka katika umri, kuunga udugu, na kunatakasa matendo, lakini kunaondoa matatizo pia. Ewe ndugu yangu ambaye ulikuwa unatafuta kifungo kinachosababisha dua yako isipokelewe, kifungo kinachosababisha matatizo ya kuandame, mojawapo ni hilo. Jisachi wewe mwenyewe, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, zihesabuni nafsi zenu kabla hamjahesabiwa. Maneno ya Bwana Mtume hayo. Je, nina ugomvi na yoyote? Je, kuna mtu yoyote nimemkata mimi, nimemsusa? Nenda kamuunge, alafu nenda kamlilie Mwenyezi Mungu shida zako, utatakabaliwa insha Allah. Lakini katika hilo hilo Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, siku moja alikuwa amekaa baada ya salatu subuhi, akawa anataka aombe dua. Kwa hiyo kabla ya kuomba dua, Ibn Mas'ud akasema, unshidu Allah qati'u rahimin lamma qama anna fa inna nuridu an nad'u rabbana wa inna abwaba as-samai murtajatun duna qati'i rahim. Ibn Mas'ud alipokuwa anataka kuomba dua, akawashuhudisha watu kwa Mwenyezi Mungu, kuonyesha analolisema ni la yakini, ya kwamba kama kuna mtu yoyote ambaye ameukata undugu wake, basi aondoke, kwa sababu sisi tunataka tumuombe Mola wetu mlezi, na dua haipokelewi. Wa inna abwaba samai murtajatun, na hakika milango ya mbingu imefungwa, duna qati'i rahim, kwa sababu tu ya watu ambao wameukata udugu. Milango ya mbingu ya kupokelewa dua imefungwa. Hadithi ilipokelewa na al-Imamu Tabarani. Kwa hiyo mtu ambaye ameukata udugu wake, mtu ambaye anaishi na magomvi, mtu ambaye katika moyo wake amebeba visasi, mtu huyo dua zake hazikubaliki. Mtu huyo mabalaa ndiyo kwake, mitihani ndiyo kwake, mambo yake kusuasua, kwa sababu tu ya kuukata udugu. Kwa ukitafuta kwa nini mambo yangu hayaendi, anza kujipiga search kwanza. Huna undugu ulioukata? Huna magomvi na mtu yoyote? Kijiona kweli hauna, kaa chini muombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Allah ataitakabali dua yako maadamu imekamilisha shuruti zake, na umeomba katika zile nyakati ambazo ukiomba dua katika nyakati hizo hakuna sababu ya dua hiyo kutokubalika. Khairul kalam ma qalla wa dalla. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.